lakini kwa sababu moja ama ingine, pengine bwana anakosa kuweza kuzalisha, ama mama anakosa kuweza kuzalisha, kubeba mimba. Na Bwana Spika, hawa ni watu ambao wamependana, ni watu ambao wamemuomba Mungu awasaidie wapate mtoto, lakini kwa sababu moja ama ingine unakuta mama hawezi kubeba mtoto ama mzee hawezi kuzalisha, kisha shida inaingia nyumbani. Unapata mama anasumbuliwa, na ama unapata ndoa inaharibika, mapenzi yanaisha, shida inaingia pale nyumbani. Watu ambao wamependana, watu ambao waliapa mbele za Mungu kukaa pamoja, shida inakuja kwa sababu ya kukosa namna ya kupata watoto. Bwana Spika, shida kama hii ikija, watu wengi wamekuwa katika hali ya kutatanisha. Wanaambiwa kimbia, nenda nchi fulani, ama kuna mtu fulani ambaye anajua atakupeleka wapi. Watu wanaambiwa nenda Nairobi, nenda Mombasa, nenda Zanzibar, nenda Ethiopia kama uko pande ile ya mashariki ya huko juu. Unaambiwa story nyingi. Wengine wanachukuliwa hela nyingi, Mama Spika. Wengine wanapelekwa katika hospitali ama mahali ambapo hakuna huduma za kiafya ambazo zinafaa kusimamia na kutibu shida kama hizi. Bwana Spika, imekuwa shida kwa wananchi wetu hapa Kenya, wananchi wetu wa Tana River ambao wana shida ya kukosa kupata mtoto kwa sababu ya udhaifu wa kuzalisha ama kubeba mimba. Bwana Spika, hii sheria ambayo nasimama kuiunga mkono kwa dhati imekuja ili tuhakikishe ya kwamba wananchi ambao wako na shida kama hizi wanapata suluhisho bila kushindwa, bila kuteswa, bila kutumiwa vibaya. Bwana Spika, teknolojia ambayo ipo sasa inaweza kusaidia wananchi. Teknolojia ambayo ipo Kenya, ipo katika nchi ya Afrika Mashariki, hata katika Afrika yenyewe bila kutoka, ipo sasa. Kwa sababu watu wamesoma mambo ya medicine, mambo haya, na teknolojia imekuwa ya hali ya juu na watu wanaweza kupata usaidizi. Bwana Spika, mbali na teknolojia, sayansi pia imeweza kuhakikisha ya kwamba mbegu za mwanamume zinaweza kuchukuliwa zikawekwa katika yai ile ya mwanamke na ikawekwa nje ya tumbo ya yule mama kama ako na shida ya kubeba, na ikabebwa na mtu mwingine mpaka mtoto akapatikana, ama ikawekwa katika hospitali mahali ambapo inakaa mpaka wakati ambapo wanataka kuibeba hiyo mimba. Hii ni teknolojia, hii ni sayansi ambayo ipo. Sasa swali ni, je, wananchi wa Kenya watafanya hivi kufuatia sheria kinamna gani? Je, sheria ipo ya kusaidia mama ama baba ama kijana ama msichana ambaye wamependana na wako katika hali hii, changamoto hii, wataifanya namna gani ili wafanye kwa hali ambayo ni safi, hali ambayo serikali imekubali, hali ambayo inaeleweka na kila mtu na haina tashwishi, na hali ambayo hawatawekwa pesa nyingi ama kutumiwa vibaya kwa sababu ya shida hiyo. Kwa hivyo sheria hii, Bwana Spika, imetupatia nafasi ya kujenga familia ambazo zingepata shida.
imetupatia nafasi kubwa, na hii sheria, Bwana Spika, inatoa nafasi ya hata wale ambao pengine ni wazee. Bwana Spika, kuna watu ambao wanakuja kupata mpenzi wao wakiwa wao wenyewe wamezeeka, lakini wanapendana na huyo mama pengine ni mzee, ama yule mzee ni mzee, na hawawezi kubeba mimba kwa sababu ya hali ya udhaifu ya kimwili. Hiyo mimba inaweza kubebwa kisayansi nje ya tumbo ya yule mpenzi wako, ama huyo mama mzee, ama mama ambaye ako na shida, alafu mtoto akazaliwa bila shida yoyote. Kwa hivyo Bwana Spika, safari ambayo tumeianza katika bunge hili la Seneti ni kusaidia wananchi wa Kenya, ni kuhakikisha kuna sheria ambayo sasa hakuna mtu ambaye ataenda kuambiwa utalipa milioni 1, utalipa milioni 2 kuvunja manyumba ya watu, kwa hali sayansi ipo. Kwa hivyo hii sheria, Bwana Spika, imetengeneza kamati ya teknolojia ambayo itasimamia na kutunza mambo haya. Imepatia sheria ambazo zinapingwa na zimepigwa marufuku hapa. Sheria ambayo inasema kwamba, kwa mfano, hawezi kuchukua mtu kama amekwisha aga, huwezi kutumia mayai yake. Kama ni mwanamume, huwezi kutumia mbegu zake. Hata kama mmeziweka ndani ya fridge, haziwezi kutumika. Inasema kuwa haitakubalika kuchukua mbegu ya mwanaume ukaichanganya na mbegu za wanyama, ama kufanya kitu ambayo haiko katika mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii sheria sasa imetusaidia kutengeneza namna mwafaka ya wananchi kupata nafasi ya kujisaidia, na pia imeweka sheria na kukataza mambo mengine ambayo kuna watu wabaya ambao wangeyatumia kutumia shida ambazo wananchi wanapata kufikia hapo. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi nasema tuipitishe hii sheria. Naomba sana wabunge wenzangu katika bunge letu la Senate tuipitishe hii sheria, kwa sababu kuna kitengo cha wananchi ambao wanasumbuka, na kuna walaghai ambao wameingia kitengo hicho na kujaribu kupata pesa kutumia shida ya hawa wananchi. Sasa tutakuwa na mwelekeo wa kisawasawa. Ukienda hospitali utaelezewa vile utafanya. Sheria ambayo itatumika itaenda paka kwa hospitali za wananchi wa kawaida. Itakuwa kwamba paka pale Hola, ile hospitali yetu kubwa pale Tana River, kama huwezi kupata watoto na uko na shida namna hiyo, hii sheria sasa itasaidia watu kwenda pale na kusaidika, na sio kutoa pesa nyingi. Kwa hivyo sisi tunataka sana sheria hii iwasaidie watu wetu. Kwa hivyo mimi nataka kuketi nikisema, wabunge wenzangu, tuiunge mkono hii sheria, kwa sababu pengine mimi na wewe hatuko na hiyo shida, lakini kuna wengine wetu wako na hiyo shida, na hata mbele ya Mungu kazi tutakayoifanya leo kuipitisha hii sheria itatuongezea zile marks huko mbele kwa Mwenyezi Mungu. Kiulizwa ulipokuja hapa Senate ni kitu gani ingine ulifanya, maana kuna wengine, wewe wacha bwana, wewe senator wa Migori, utaulizwa ilikuwaje huko ulipokuwa senator, ulifanya kazi gani? Na kazi ya moja ambayo utasema ulifanya tukipitisha hii sheria ni kwamba ulisaidia wenzako wanadamu kuweza ambao walikuwa na shida kupata watoto wakitumia teknolojia. Kwa